إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. فقد قال مولى سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إن إسلام واجه الله ninakuhusieni pia nausia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika katika mambo ya msingi katika maisha yetu ya dunia, kila mmoja anawajibika kuangalia ni kina nani anasuhubiana nao na ni kina nani wanamfaa kuwa rafiki na ni kina nani wanamfaa kuwa ni watu wa kushauriana nao na kulazimiana nao, kwa sababu katika kulazimiana na watu na kuwa karibu na watu ni sababu ya wewe kuitengeneza dini yako na ni sababu ya wewe kuiharibu dini yako. Na wengi wamejuta na wengi wamepata hasara kwa kuwa karibu na watu waovu, na kama vile vile walipata faida watu kwa kuwa karibu na watu wema. Allah azza wa jalla amemwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam kulazimiana na masahaba zake, na yeye ni mbora kuliko wao, lakini kwa sababu ni watu wa kheri na ni watu wenye kumtaja Mola wao asubuhi na jioni, Allah tabaraka wa taala akamlazimisha mtume wake asubiri kuwa karibu na watu hawa. Akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala: wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum, kuwa pamoja na usubiri na uendelee kuvumilia kuwa pamoja na watu ambao wanamtaja Mola wao asubuhi na jioni.
hawa ni watu wa kheri, pamoja na kwamba aya hii iliteremka kwa mtume wakati ule akiwa na masahaba fukara kina Bilali, kina Ammar na mfano wao, masahaba wenye hali duni, na yeye akitaraji kuwapata mabwana wa Kikuraishi. Lakini mabwana hawa waheshimiwa wenye nafasi za maisha hawako tayari kuwa karibu na watu maskini, hawako tayari kujumuika kuwa pamoja na watu maskini, kwa sababu wana nafasi fulani katika maisha, wana fadhila fulani katika jamii. Mtume akaelekea kuwasikiliza. Allah tabaraka wa taala akamzindua kwa hilo na akamlazimisha abakie kusubiri kuwa na hawa kina Bilali na wengine, watu wenye hali duni, lakini ni watu wa kheri na ni watu ambao ni sababu ya yeye kuipeleka dini ya Allah mbele. Akamwambia mtume wake, wasbir, vumilia, kuwa na subra, kuwa pamoja maa alladhina yad'una rabbahum, kuwa pamoja na watu ambao wanamuomba Mola wao na kumwabudu Mola wao peke yake, hawamshirikishi na chochote, bilghadati wal ashi, asubuhi na jioni, na wala hawakai wakilazimiana na ibada eti kuna maslahi yoyote wanayoyapata katika dunia. Hapana, yuriduna wajha, wanatafuta wajhi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati dunya, usiondoe macho yako kwa hawa ukawaangalia wale walioneemeshwa katika dunia, ukawaangalia wale wenye nafasi kwa kutaraji kwamba na wewe utaipata nafasi katika maisha ya dunia. Usifanye kitu kama hicho. Na wengi wanafanya urafiki na watu kwa sababu ya kitu walichonacho watu, na utaona mtu aliyenacho akiwa anacho na marafiki wengi sana, na kikiondoka wanamkimbia wote kwa sababu hawakumfuata yeye, walimfuata kile alichokuwa nacho. Hawa ni marafiki wabaya. Lakini pia Allah azza wa jalla akamkataza mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa karibu na watu waovu na kuwasikiliza watu waovu, watu washari. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina, usimtii na kumsikiliza na kumfuata yule mtu ambaye moyo wake uko mbali na dini, moyo wake hautaki ibada, moyo wake hauna kheri, yeye ni mtu ambaye anaendeshwa na matamanio ya nafsi yake. Usiwe karibu na mtu huyu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Na wewe Muislamu ndivyo unavyoelekezwa kama alivyoelekezwa mtume wako sallallahu alaihi wasallam, kulazimiana na kutafuta marafiki wazuri, kutafuta washauri wazuri, watu ambao wewe itakuwa ni sababu kuwa karibu na Mola wako, wewe itakuwa ni sababu ya wewe kufanikiwa katika kuitengeneza dini yako, wewe itakuwa ni sababu ya kuitengeneza akhira yako kwa kuwa karibu na watu hao. Hao ndio watu wa kulazimiana nao, na watu washari jiweke nao mbali, kwa sababu watakuharibia dunia yako na watakuharibia akhira yako. فقد روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. سمولي أبو هريرة katika hadithi iliyopokelewa na Imam Ahmad عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال, kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم amesema, إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, misikiti ina nguzo imara, misikiti ina watu waliolazimiana na misikiti hiyo. Watu hawa rafiki zao na wapenzi wao na wanaokaa nao ni malaika. Malaika wanakaa na watu waliolazimiana na misikiti. Malaika wamefanya urafiki na watu ambao muda wao mwingi wanaumaliza katika majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akawafananisha mtume sallallahu alayhi wasallam watu waliolazimiana na ibada, swala za jamaa, kukaa katika durusi za ilmu, kukaa katika vikao vya dhikri, wamekaa itikafu, wamekaa wanasoma, wamekaa wanasomeshana, wamekaa wanasihiana, muda wao mwingi wanautumia katika majumba ya Allah. Wakitoka katika jamaa ya dhuhuri hawasikii furaha mpaka wapate jamaa ya alasiri.
hivyo hivyo magharibi na isha na subhi, muda wao wakitoka msikitini wanatamani kurudi msikitini. Watu hawa malaika ndio wakazi wao, malaika ndio vipenzi wao, malaika ndio rafiki zao. Malaika wanapowakosa watu hawa misikitini, ikawa ima watu hawa wametoka misikitini kwa dharura mbalimbali, hawakuweza kurudi misikitini, Mtume asema in ghabu, wakikosekana msikitini, yaftaqidunahum, malaika wanatoka wanaenda kuwatafuta. Wako wapi ndugu zetu waliokuwa wakikaa misikitini hatuwaoni? Wanakwenda kuwatafuta na kuwapa hamasa ya kuwarudisha katika majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in maradu, na ikiwa hawakuja misikitini kwa sababu ya maradhi, wanaumwa, aaduhum, malaika wanakwenda kuwatembelea, kuwapa kuwalewaza, kuwaombea dua na kukaa nao pamoja. Lakini pia wa in kanu fi hajatin aanuhum, ikiwa kilichowazuia kuingia msikitini katika jamaa ni shida mbalimbali za matatizo ya kimaisha au ni mambo yaliyowazonga katika mambo ya kimaisha, malaika wanakwenda kuwasaidia na kuwaombea dua. Allah subhanahu wa ta'ala awasahilishie kazi zao, warudi katika majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni faida ya kulazimiana kuwa karibu na watu waheri. Kisha Mtume akasema jalisul masjid ala thalathi khisali, wanaokaa misikitini wana hali tatu, wana moja ya mambo matatu. Ima jambo la kwanza litakuwa akhum mustafadun, wamekaa misikitini kwa sababu kuna ndugu zao wenye kuamrisha mema, kuna ndugu zao wanawahimiza katika mambo ya kheri, wanashirikiana nao, wanakwenda pamoja misikitini, wanarudi pamoja misikitini, wanakaa pamoja darasani, wanakaa pamoja wakisomeshana. Mtu apata faida kwa yule ndugu yake na ndugu yake ikawa sababu ya yeye kulazimiana na msikiti. Au kalimatu hikmatin, au ni neno la hikma, amekaa msikitini akasoma darsa, amekaa msikitini akasikiliza hutuba, akasikiliza muhadhara, akasikiliza nasaha, amekaa msikitini kwa sababu ya kupata neno la hikma lenye kumsaidia katika kuikuza imani yake na kumuimarisha katika dini yake. Au rahmatan muntadhiratun, au amekaa msikitini kwa sababu ya dua na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo watu waliokaa msikitini wanaombewa na malaika. Hawa ni watu ambao wamelazimiana na kheri, na wewe Allah subhanahu wa ta'ala anakutaka ulazimiane kuwa karibu na watu hawa, kwa sababu itakuwa sababu ya kuitengeneza dunia yako na itakuwa sababu ya kuimarisha akhira yako, na utapata faida kwa hawa kuwa ni washauri wazuri, na utapata faida ya kupata dua za malaika na usuhuba mzuri wa malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ayuha almuslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah, tuna haja katika zama kama hizi kuwatafuta marafiki wazuri, na ni kitu ghali sana kumpata rafiki mwema katika zama za leo, na ni kitu ghali sana kumpata rafiki anayekushauri katika mambo ya kheri, anayekuhusia kulazimiana na majumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, anayekuhusia kusaidia dini na kushikamana na dini. Wengi katika marafiki ni fujuru, watu waovu, wanakuhimiza maovu, watakuhimiza maasi, watakuingiza katika vishawishi, na wewe utakuwa unaathirika na wao kwa kiasi kikubwa. Na rafiki mbaya ana athari kubwa sana kwa mtu. Rafiki mbaya ana ushawishi mkubwa, kwa sababu ni jeshi la ibilisi, ni jeshi la shaitani kwa ajili ya kukutoa wewe katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na huyu rafiki yako shaitani huwa anamuingizia mapenzi, anamuingizia thamani katika moyo wako. Unaona haya kumkhalifu, unaona haya kumpinga, unaona haya kukaa naye mbali, na hivyo utaona watu wengi wamekuwa wazito kubadilika. Hata wakiisikia haki bado wanaona kuna tabu, wazee wao hawataridhika, marafiki zao watawaona wamebadilika, itakuwaje jamii zao? Na haya ni majuto, walijuto waliokuwa kabla yetu na wakaangamia. Allah azza wa jalla amesema katika Qur'an, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, na siku ya kiyama katika moto wa jahannam, mtu ambaye ameidhulumu nafsi yake
ataiuma mikono yake miwili kwa majuto na malalamiko ya maangamizo. Ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila, atasema ningejua mimi ningeshikamana na njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ningejua mimi ningekaa karibu na haki, ningejua mimi ningelazimiana kuwa karibu na watu wa sunna. Ya wailata, najuta nimeangamia leo, laitani lam attakhidh fulanan khalila, laiti mimi nisingemfanya fulani kuwa rafiki yangu, ameniponza huyo rafiki yangu. Laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani, hakika yeye ndiye ambaye amenipoteza mimi baada ya kufikiwa na ukumbusho. Niliambiwa maneno ya kheri, lakini nilipomshauri akanambia achana nao. Niliambiwa umuhimu wa dini, nilipomshauri akanambia mambo yamepitwa na wakati. Nilimshauri mambo ya dini, akanambia kadha na kadha, lakini wakati unajuta upo ndani ya moto wa jahannam. Khasirta, umeshapata khasara na sasa unajuta, na majuto hayakusaidii kitu. Urafiki ulimponza ammi yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ujamaa ulimponza ammi yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aliishi na Mtume, akamlea Mtume, akamsimamia Mtume, akampenda Mtume, na akashiriki katika mambo mengi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hata siku Mtume alipokufa, aliuita mwaka aliokufa ammi yake ni mwaka wa huzuni, kwa sababu ameondokewa na mtu wa karibu sana, mtu aliyemuhami kwa nafasi aliyokuwa nayo katika mji wa Makkah. فقد روى الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث سعيد بن مسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. أسامة سعيد بن مسيب wakati Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ana harakati za ammi yake kuwa ni mgonjwa na yuko katika maradhi ya kifo. Abu Talib alipohudhuriwa na kifo, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda kwake. Alipoingia kwa ammi yake Abu Talib, akamkuta yuko na wazee wenzake aliokuwa nao kwenye ujana, wazee wenzake wa mji wenye nafasi kama yeye, Aba Jahl ibn Hisham na Abdullah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira. Alipowakuta hawa wazee wamekaa na ammi yake, Mtume hakushughulika na wale wazee, yeye amekwenda kwa ajili ya ammi yake. Faqala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ya ammi قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. عمي, nakuomba utamke hili neno la ilaha illa Allah. Hakuna mwenye kustahiki kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na yeyote asiyekuwa Allah hastahiki kufanyiwa sehemu yoyote ya ibada. Tamka hili neno la tauhid. Ammi akamtazama mwanae, mapenzi ya mtoto yapo, anampenda mwanae tangu akiwa mdogo, amemlea mpaka sasa ni mtume, anathamini dini yake, ni dini ya kweli. Kamtazama mwanae, lakini warafiki zake wawili wakamwambia, faqala Abu Jahl ibn Hisham wa Abdullah ibn Abi Umayya, ya Aba Talib atarghabu an millati Abd al-Muttalib. Wakamwambia Abu Talib, hivi leo ndo wataka uiache mila ya baba yako Abdul Muttalib? Umeishi umri mrefu ukiwa katika mila hii, leo unaondoka duniani waiacha mila ya wazee wako? Falam yazal Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yu'riduha alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha kurudia yale maneno, ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah. Ambi, tamka hili neno. Na wale wazee wayaudani bitilka almaqala, na wenyewe wanarudia. Abu Talib, leo ndo wataka kuacha mila ya wazee wako? Na Mtume anarudia na wale wanarudia. Mtume anarudia, hashughuliki na wale wazee kuwaambia mwacheni ammi yangu, ataleta ugomvi mwingine, atapoteza malengo anayotaka kwa mzee wake.
yeye shughulika na mzee wake. Na wale mashaitani wawili na wao wapo, kama vile wale marafiki zako wewe, kila unaposikiliza nasaha za sunna na wao wapo. Mzee vipi baba, miaka yote katoto umekalea mwenyewe, jana tu, leo na wewe wapata huko. Angalia wazee wenzako wote wako hivi, wewe pia utakakwenda hivi. Ndo haya alimkuta mzee Abu Talib. hatta kana akhira ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib. Mpaka neno lake la mwisho mzee anawazungumza waliokuwa hai, asema bwana yeye amekubali kubakia na mila ya Abdul Muttalib. Khalas, marafiki wabaya wamefanikiwa na mzee anakwenda motoni. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam kwa uchungu na kilio ya kwamba maneno haya yamemuumiza, yamemtia uchungu. Amefanya jitihada za kumlingania ammi yake, amefanya jitihada za kuwa karibu na ammi yake, labda atafanikiwa, lakini marafiki wabaya walimshinda. Marafiki wabaya wana athari kubwa. Mzee neno lake la mwisho huwa ala millati Abdul Muttalib, yeye Abu Talib atabaki mpaka mwisho wa maisha yake akiwa katika mila ya Abdul Muttalib. Mila ya Abdul Muttalib ibadatul awthan, ni mila ya kuabudu masanamu. Kwa mzee amekubali kufa katika mila ya kuabudu masanamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ama wallahi la astaghfiranna lak ma lam unha anka, ninamuapa Allah subhanahu wa ta'ala, nitaendelea kukuombea msamaha kwa Allah midamu Allah hajanikataza kukuombea msamaha, nitakuombea msamaha. Faanzala Allah ta'ala fihi, pale Allah tabaraka wa ta'ala akamteremshia aya, ma kana linabiyyin walladhina amanu, haitakikani kwa mtume, ni marufuku kwa mtume na ni marufuku kwa watu wote waliomfuata mtume, walioamini, ay yastaghfiru lilmushrikina, kuombea msamaha kwa Allah washirikina, watu ambao wamekubali kufa katika kufuru, wamekubali kufa katika ushirikina. Wa in kanu uli qurba, hata kama watakuwa ni watu wao wa karibu, baba, mama, mtoto, mjomba, shangazi, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashab aljahim, baada ya kubainikiwa kwamba hawa ni watu wa motoni. Mzee akafa akaenda motoni na ni katika watu wa motoni. Malezi yake kwa mtume, jitihada zake kwa kumhami mtume, ni kama ilivyosihi katika hadithi ya Ibn Abbas kwamba ni mzee au ni mtu ambaye atakuwa na adhabu ndogo katika watu wa motoni. Na haya ni ya siku nyingine, na leo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa na marafiki wazuri, na tuwatafutie watoto wetu marafiki wazuri, na wake zetu wawe na marafiki wazuri, na familia zetu ziwe na washauri wazuri, na Allah atuepushe kuwa na marafiki wabaya, marafiki wenye ushawishi katika maasi na fitna. Na Allah tabaraka wa taala atusamehe katika yale yaliyopita, na atujalie mwisho mwema katika maisha yetu. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.